Cartoon Media Trend. Education, entertainment, and promotion. Hello babies. How are you? Today is your day. Are you happy? Yes. You're so smart. I love you. I love you. Nice. Congratulations. Okay. Yes, to share that. Good morning, ladies and gentlemen. I am happy to be here today, and it's a wonderful gift. I think this is a wonderful opportunity, especially to this school and to the parents also. You are most welcome. Thank you very much, guest of honor. And now we also have our director. He's also well dressed, and as you can see, he's also very sure that this day is going to be a success. Please kindly share your word with us. Hi everyone. Welcome. Feel at home, away from home. Karibu. Thank you very much, director. Truly, it's an inspiring day. Hello, Shura. Back to you in the studio. Thank you. Thank you. Thank you to all our reporters and guests. What a wonderful graduation. Blessed with joy. Hello babies. Watoto warefu. Wote wanaangalia mami uko wapi, dadi uko wapi? Tafuta mama yu wapi? Baba yu wapi? Safi sana. Naomi. Makofi tena kwa mtoto wa kiume. Jamani. Si rahisi, hao ni wachache sana Afrika. Willis! Hello! Ana mami kule. Ana mami. Ana mami. Dance. 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 Check mami. Makofi yao. Good job. Done by our two teachers. Madam Rebecca and Madam Eunice. Thank you for the good job. We are proud of you. Red carpet, red carpet. Oh yes. That's a good job, well done. That's it, sorry, kweli. Good morning. I'm so happy also. I want to welcome you officially to Shine Kindergarten and Allison's Alibad. We are so happy to have you around. How do you feel?
Are you feeling super? That is nice. Right now, I want to welcome our guests who will be coming here so that you can be able to award our children. So the first one is Mr. Mumba. He is representing the administration. So he will be the first one, Mr. Mumba. Kindly, you can stand up, say hi. Then I'll bring the second one. Good morning, ladies and gentlemen. Yes, I'm here on behalf of the local administration, and we are together. Thank you. Kila siku tunashukuru. Na huyo mdogo pia letwe baby. Let baby next week. Our intake is on. Congratulations. Chunga zawadi ya mtoto unasikanyage. Asante sana. Shukran. Nafasi sasa ni bado naendelea kuona. Ninaweza kuona. Jamani tuna. Wapi vigelegele basi. Chezeni na maringo kwa sababu si tukiamka hapa mtatoroka. Natoroka tukiamka hapa. Nikiona yule ambaye achezi na mleta mbele. Cheza wewe. Yule ambaye achezi na mleta mbele. Cheza. Kukuza elimu bora kwa watoto wetu. Shule yetu imeendelea kufanya vizuri sana katika masomo na kweli masomo yako juu. Leo tunafurahia zaidi kwa kuwa wanafunzi wa chekechea wanaisherekea ishara ya hatua muhimu katika safari yao
ya elimu. Tunawashukuru walimu, wazazi na uongozi wa shule kwa msaada wao mkubwa. Tunajua kwamba elimu ni ufunguo wa maisha, na hapa Shines Kindergarten tunaufungua kila siku. Mungu ibariki shule yetu. That is what we are doing as a school. We want to empower our children wawe na uwezo na nguvu ya kufanya everything at their level bila kubaguliwa ama kuonelewa kwa huyu hawezi na ule amechukuliwa kwa sababu ya karatasi tu. That's what we are doing. So bring us children, tuletee watoto na sio hiyo tu, hata German. We have classes za German, French iko, music iko, taekwondo. Safi.
kwa sisi. Napenda hiyo mama. Personal introduction. Guten Morgen. Guten Tag. Good afternoon. Guten Tag. Good afternoon. Valeria, wie alt sind Sie? And Valeria, how old are you? Ich bin 8 Jahre alt. Und du? I am 8 years old. And you? Ich bin 9 Jahre alt. I am 9 years old. And you? Valeria, was sprechen Sie? And Valeria, what languages do you speak? Ich spreche Swahili, English und ein bisschen Deutsch. Und Sie? I speak Swahili, English and a little German. And you? Ich spreche Swahili, English und ein bisschen Deutsch. I speak Swahili, English and a little German. Und Valeria, was ist Ihr Hobby? And Valeria, what are your hobbies? My hobbies are tanzen und schwimmen. Und du? My hobbies are dancing and swimming. And you? My hobbies are Fußball spielen und reisen. My hobbies are playing football and traveling. Dankeschön, tschüss und auf Wiedersehen. Bis dann. Thank you so much. Bye and see you again. Wazazi nataka niwaone wazazi wa graduates juu. Wewe ni kiongozi. Next level. Do your very best. We are proud of you today. Hey.
our parents, our visitors. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. We are blessing again this time, so I'm so grateful today. My name is Mama Edwin, grade 4, and Mama Ethan, grade 2. The handsome boy was here. The one I gave her kiss. That's my last born. Wow. So today is a very special day to celebrate the graduation of our youngsters. We thank you for being here. This is the day that God has made for us to rejoice and be glad, to give thanks because it has not been an easy journey, but today we have made it up to this point. We are still strong, kuanzia asubuhi mpaka sasa tuko strong. We thank God for that. Secondly, I also like to thank the school management for everything, the teachers, for the love, for shaping our children for their future. Even us, our parents shaped us for the future. That is why I can stand here today. It's not because of me, it's because of God and also my parents. They gave me the opportunity to come to school and learn, to be a good girl, to listen to the teachers, to be eloquent in speech, to perform well in my class. I was always the top in my class. I'm not bluffing, you can evidence. I was very good. Nice. Yeah. Thank you. When you can say sorry, we have correct platforms and we know the protocols to follow. Right? Yes. Okay. I'm not good at speech, but I'm good at singing. Tell us if you want to say, we maninge impact. Sing that your sauti. Kuimba, si a speech, but lakini leo acha nikugaze. Antia moja. Moja kidogo. Wacha tusigaze. Tutampa special time of fun hivyo. So may God bless. Today be very brief kwa sababu tunaleta ngine time. May God bless our children, may God bless our teachers, teacher Eunice, and also the other teacher from Alison, teacher Rebecca. Asanteni sana kwa watoto wetu. Walikuja kama walikuwa hawajui kama huko walikuwa hawajui kuongea. But juzi teacher Eunice aliniambia, "Ai, mtoto wako si anaongea." Nikasema hapana. Nikasema anaongea sana. Nikasema, "Simsema ongea sana. Sasa acha ongea sana. Alafu asome sana. Apite sana. Naendelee." Si ndio? Yes, they have shaped our children. They came here not knowing even how to write number 1. Say wanaandika 1 up to 100. They can say A mpaka Z. Hi! The ones who are grade 4, wanasoma mpaka French. The other day, my grade 4 son was telling his dad, "Daddy, do you know como ça va?" Aya sava. Ndio akasema como ça va. And the kid was like, Daddy, ujui. Enda Google como ça va. When you chat GPT itakuonyesha the meaning of como ça va. It's French, and you are doing French. See, tunaweza tukashukuru shule jamani. Hebu tupatie shule makofi. Wamefanya kazi nzuri sana. Asanteni sana kwa kuja. Mungu awabariki. Director wetu asante sana. Our deputy director dedicated, our lovely teachers. Thank you for the love. You've shown us the parents, you've shown our children parents. Let us cooperate with the teachers. Let us attend meetings. Let us keep our promises when it comes to school fees. Sinajua bila pesa tuwezi songa mbele. Hey, let us keep our promises. Let us pray to God to provide for us so that tunaweza tukaendelea. Asanteni sana. Mimi naitwa Mama Edwin and Ethan. Mama boys, hello. Mbele yenu. Nashukuru waandalizi wa hafla hii. Nashukuru uongozi wa Alison, directors, walimu. Mungu awabariki kwa kazi yenu nzuri ambayo dhahiri imedhihirika machoni petu, mbele yetu, kila mmoja imekuwa wazi. Amen. Kile kitu tunaangalia ni quality ya ile elimu watoto wetu wanapewa, si ndio? Kwa hiyo nashukuru kwa ile quality ya elimu ambayo watoto wetu wanapewa, na nafikiri imeonekana wazi huku Kashani. Nafikiri hii ndiyo shule ya kwanza, ambayo inapeana elimu ambayo iko very quality. Ukifika hapa utadhani hapa ni wapi? Imenyamaza kabisa.
hiyo inadhihirisha kwamba kuna class control. Ukifika shule zingine utafika kwa uwanja tu nasikia kelele madarasani, lakini hapo ukifika umenyamaza. Learning is in progress. Na ndivyo ilivyo. Ule mtungi wenye kitu ndani huwa haupigi kelele, si ndio? Kwa hivyo tunapoona watoto wetu wanafanya vizuri, basi sisi kwetu tunashukuru. Na nimesikia maneno ambayo yamekuwa sana kwa every kikundi kikipita hapa. Allison being the great. Si ndio? Na Allison kuwa great haiwezi kuwa great bila nyinyi wazazi. Si ndio? Hawa madirectors na wale tutasababisha maafa mengine hapa ambayo si mazuri. Wacha niko na wageni wangu ambao wako hapa. I'll be very short. Niko na Mama Ruth Rose. Wacha asimame, ameniambia yeye hana maneno mengi. I want to prove right or wrong. Karibuni mami. Karibu. You can even address them from there. Tulikuwa tunaomba Mungu tu kwa vile kulikuwa na changamoto hapa na hapa, na Mungu ametuwezesha. Tumeanza vizuri na mimi ya kwamba tutamaliza vizuri. Nashukuru kwa watoto wetu ku graduate. Ile imebaki unajua mambo ya masomo inakuanga na mawe matatu: mzazi, mtoto na mwalimu. Unajua nyungu haiwezi kusimama ikiwa bado mawe moja imeondolewa. Sasa lazima tusikane, wazazi, walimu na watoto, ndio tuweze kulea hawa watoto wetu. Haya, msichana mwema. Pia tuna pasta wetu ambaye ni mzazi wetu mtarajiwa. Mzazi mtarajiwa alitarajiwa na akaingia. Sasa kakuwa mzazi ni kama almost the last one tunapofunga shule hii. So wacha tusikie atusalimie, ni pasta wangu. Sasa hapa niko chini yake, lakini tunabadilishana vio hivi. Sasa hivi mimi ndio mkubwa wake hapa, lakini kiingia kanisani mimi nakaa chini ya kinya Grace. Sasa pasta, karibu. You can say something as you wish as well as we move on. Tangu Januari mpaka sasa tumefika mwisho. Na pia mimi ni mchungaji wao
tangu tulipojuana mpaka sasa. Ninashukuru kwa sababu walipoanza hii vision, sio kama walikuwa wamenipea lift ama mimi nilikuwa nimewapoa lift ama tulikuwa tunatembea kutoka pale Kiembeni mwisho. Mama aliniambia kwamba kwa wakati wa corona kwamba ana mpango wa kufungua shule. Wakati huo hakuwa mahali popote, alikuwa tu kuhani. Na basi mimi sikujua kwamba hiyo vision aliyokuwa nayo itakuja kutimia. Baada ya hapo nilikuja kupata mzee akitengeneza fence pande wa mbele. Yeye mwenyewe alikuwa anatengeneza, anajenga mwenyewe kama fundi. Na basi shule ijapokuwa ilikuwa beautiful vile ilivyo, lakini ndoto hiyo kweli mwisho imekamilika, kwa sababu tangu nilipompata akijenga ukuta ule sikurudi tena mpaka siku ya leo. Na nilipokuwa natafuta shule ya kupeleka mtoto wangu, nilikuwa mzazi Kashani Junior, nilikuwa mzazi Kashani Preparatory. Na kwa hivyo nilipokuwa nimeambia mtoto wangu, msichana wangu anitafutie shule, nikakumbuka kulikuwa na shule hapa. Nikamwambia pia enenda kule uangalie. Na basi alipofika tu hapa, baada ya hapo nilipata simu kutoka kwa mama. Akasema tushafungua shule, nataka huyo mtoto aje hapa. Nikasema basi kama umesema hivi, basi huyo mtoto atakuja huko. Na nilidhani pengine nitakuwa mzazi, taendelea kuwa mzazi kule kwingine kule nilipokuwa nimeanza, lakini nimeona ya kwamba hiyo change nilifanya ilikuwa ni change ya hekima, kwa sababu nilipoingia hapa leo nilikuwa naelekea town. Basi hii graduation imechukua muda mrefu, lakini kile kimenipendeza sana ni wakati wa presentation ya watoto. Hapo sasa ndio nimejua hii inaitwa Alison Alibadi ni kitu gani. Nilikuwa hapo mwanzo sijui. Na hata nilikuwa naambia mwalimu nataka kwenda, nitachelewa sana, hii program itaisha saa ngapi? Kwa nawasumbua pale. Lakini wakati nimeona presentation nikasema hata si lazima niende kule nilikokuwa naenda, wacha nibaki hapa kabisa. Nakuambia kwamba kweli shule si shule, kwa sababu wengine tunajua kwamba mashule ambayo yako around hapa. Shule hii mimi nimekuwa education director katika mashule ya kanisa la Wasabato hapa Pwani nzima, lakini kile ambacho nimeona hapa ni tofauti kabisa na kile ambacho mimi nilikuwa director wake. Na hii inatokana na kujitolea kwa director na mke wake, kwa sababu hii vision ni ya hawa wawili, na nimeona ya kwamba imezidi sana kuliko vile ambavyo nasema ni exceeding expectation. Hii ambayo nimeona hapa ni exceeding expectation, na shule ambayo naweza kulinganisha na shule hii ni zile shule ziko kule Nyali, shule ambazo akina Joho wanapeleka watoto wao, ile shule ambao wakubwa wengine wanapeleka watoto wao, akina county commissioner. Sasa shule kama hiyo tuko nayo hapa Kashani, na ni kwa gharama ambayo kila mmoja wetu anaweza kuafford. Ninapoona Germany inafundishwa mahali hapa from an early stage, mtoto hapa anasoma kuanzia 1 mpaka 20 kwa Kijerumani, inanipendeza sana, kwa sababu tulikuwa na msichana ambaye alifanya nasi na alikuwa anakwenda Germany. Alikuja Disemba akaletea saa hii ya pesa nyingi sana hii saa hapo. Lakini alipokuwa anakwenda kusoma German language ndio aende Germany, alianguka mara ya kwanza, tena akafanya mara ya pili, ya tatu ndio akapita. Na ilikuwa ni fee ya hali ya juu, ni fee nyingi sana. Lakini sasa katika fee ya kawaida mtu wako anafundishwa kuanzia chini, anakuwa fluent katika hiyo Ujerumani. Siku ile anafanya mtihani wa German ndio aende nje, itakuwa ni kitu rahisi na atapita vizuri na ataweza kupata nafasi za kazi kule. Kwa hivyo hizi lugha ambazo tumeziona hapa Germany, tumeona lugha ya French. Sasa hivi watu wanahitajika walimu kwenda Central Africa. Rwanda wanataka walimu kutoka Kenya ambao wanajua French. Kwa hivyo watoto wakisomea hapa, wakimaliza
inakuwa rahisi kwa sababu hiyo lugha iko ndani ya akili yao, si kwamba waende wakajifundishe, tayari iko ndani. Ninaomba pia pengine muintroduce, kwa sababu naona kuna walimu wa Kiislamu hapa, muintroduce lugha ya Kiarabu, kwa sababu pia leo hii naona ma-accountant wanahitajika kule kunaitwa nini, Mashariki ya Kati. Dubai wanataka ma-accountants, Dubai wanahitaji hao professionals. Wacha tumezoea kupeleka maids huko Uarabuni, sasa hivi wanahitaji watu ambao ni professionals, wanahitaji manurses, wanahitaji walimu, wanahitaji hizo vitu zote. Na kwa hivyo watoto wetu wakijua Kiarabu kuanzia wakiwa wadogo, basi itakuwa ni rahisi wakienda kufanya kazi huko, kwa sababu Kiarabu itakuwa mojawapo ya lugha zao. Na pia ninaomba ya kwamba tumeona katika ma-TV taarifa ya habari, kuna mtu wa sign language pale. Ukienda kotini kuna watu wa interpreters kotini, na ukienda katika mashule mengine vile vile kuna wale ambao wako na hiyo lugha ya sign language. Nataka kusema ya kwamba naomba walimu ya kwamba sign language iwe ni lugha ambayo itafundishwa watoto wote kuanzia class 1 kuendelea. Alafu sasa hizi lugha zingine kama Kiarabu, lugha ya Kifrench ama Kijerumani wawe watachagua. Kwa hiyo nashukuru sana kwa sababu umechagua shule hii. Unapotoka na kurudi manyumbani, kwa sababu tumeona shule nzuri hapa, tuchukue performance hapa zinaitwaje, flyers. Tuchukue ili ya kwamba twende tukawaambie majirani zetu ya kwamba hapa kuna shule ya standard ya juu, na watoto wetu wakisoma hapa watafaidika. Tunataka hapa tuone watu wakina Raila hapa, tuone ma-president wakitoka hapa, na watu wengine wakubwa wakitoka katika foundation ambayo tumeipata siku ya leo. Hawa watoto hawa tunataka tuone kwamba ile ambayo inasema where dreams take flight. Tunaona hii flight, tunataka waruke na wawe juu ya wengine wote. Kwa hivyo sisi tuwe ndio tutamarket shule hii, kwa sababu tumeshuhudia na macho yetu siku ya leo ya kwamba hapa kuna nini, hapa kuna kitu cha maana. Tuambie majirani zetu walete pia watoto wao hapa. Pia tunaomba ya kwamba tusupport shule tuweze kupata gari hapa, itakuwa inaitwa Allison, ili ya kwamba tuzidi na kupanua, na kama itawezekana pengine tuangalie kama tunaweza kuanzisha darasa la junior secondary hapa. Mwaka ujao watu wanaamaliza, ili ya kwamba pia junior secondary wakija hapa nao wapate kufundishwa hivyo. Nafikiri pengine itakuwa na mwanafunzi mmoja wa junior secondary, na akija hapa najua kwamba watafaidika sana. Wao wachache Mungu wetu aweze kubariki kwa kazi nzuri. Allison alibada. Thank you pastor. Thank you pastor. Unamwambia tu pastor. Pastor unajua mpaka amalize, ndio sio kama walimu wanaenda kidogo. Sasa tuko na mgeni ambaye amebaki hapa pia, ambaye ni guest mwenzetu, ni mzazi pia, ni mzee wa mtaa hapa, anasimamia mambo ya administration hapa, anaangalia vile kunaendelea. Nitaongea baadaye, baada ya kuongea niwaambie kitu kingine. Haya, karibu kiongozi. Hamjambo tena. Nitakuwa very brief. Mimi sijajaliwa na uchungaji. Nitakuwa very brief. Kwa shule hii na ambayo inaongozwa na director wetu, walimu wote, wazazi na hata wanafunzi, ningependa kuwashukuru sana. Ni nafasi ambayo leo nimeipata, sikuwa nikuja hapa, na hata ndipo pata mwaliko nilisema kwamba ninakuja mpaka saa 5. Mwisho wangu ilikuwa saa 5 ndio niende na ratiba yangu ya leo, lakini imelazimu mpaka saa hizi niwe hapa. Si mzee wa mtaa tu. Kama kuna mzee wa mtaa hapa ukiuliza, ambaye anafuatilia masuala ya masomo kwa ukaribu zaidi, na unaweza kuuliza kila mahali. Kwa sababu gani?
hakuna kitu kizuri ambacho tunaweza kukiacha hapa duniani isipokuwa kunacha the young souls. Nataka mnisikie, lakini nimesema nitakuwa hapa very brief. Ile jukumu kubwa ambalo tunalo nalo hapa duniani is to nurture the young ones. Hivyo basi na mimi nikajitolea. Ukija kwa mtaa wangu pale utapata kwamba hakuna, nimekosana na wazazi sana, kwa sababu area hii iko na shida moja, kwamba bado tuna wazazi hawapeleki watoto shuleni. Tusemeni tule wazi, wachana na Aliban, hata zile shule za chekechea ziko kule, kuna wazazi hawapeleki watoto shuleni, na wanazo sababu nyingi sana. Ukiwaanza kuwafuatilia mtakosana na wao. Mimi ndio nimekuwa mtu wa kwanza kabisa kushtaki mzazi hapeleki mtoto shuleni. Nimekuwa mzee wa mtaa wa kwanza kumshtaki mzazi ambaye hapeleki mtoto shuleni. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu niko na maono. Swali moja tu nikauliza. Yule mtoto hapa ambaye amefunzwa hapa Aliban, halafu uje umpata pale hospitali kubwa Makadara, yeye ni daktari, unajisikiaje? Utajisikiaje wewe? Kwa hivyo kumbe tunalo jukumu kubwa la kuhakikisha hawa watoto tuwatoe mahali wako ili waende to the greater heights. Kwa hivyo yangu ni kuwatia moyo nyinyi wazazi. The next thing, angalia pia ule mtoto wa jirani, je, anaenda shule? Si jukumu la ule mtoto wako peke yake, bali hata ule mtoto wa jirani. Mimi watoto wangu wanasoma. Ningesema kwamba si watoto wangu wanasoma, jukumu la mtoto wa jirani ni la nini? Ama jukumu la ule mzazi mwingine ambaye hapeleki mtoto wake shule ni la nini? Hainihusu. Na mara nyingi hata hivyo ndo ananiambia mzee wa mtaa, haikuhusu. Mtoto huyo mchukue umpeleke shuleni kama unaweza. Lakini langu najaribu kuangalia kwamba usiharibu maisha ya mtu mwingine. Wewe mzazi, si jukumu lako wewe la kuhakikisha kwamba umeharibu mtoto wako ama mtoto wa jirani. Kwa hivyo tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba we do our best now for the sake of wale ambao watakuja kuishi siku za usoni. Kwa hivyo langu nikiwa hapa, I'm representing the entire local administration, the assistant chief and the chief at large. Wangekuwa hapa lakini majukumu ni mengi. Saa hizi wako kwa training, hata tumebakisha mmoja, wamechaguliwa kila area, wamechaguliwa wameenda training, so tumebakia wakiwa na kazi nyingi sana. Lakini langu tu ni kuendelea kuambia kwamba keep the good work you are doing. Hakikisheni kwamba kazi hii mnaikamilisha. Ya kwamba wakitoka hapa Aliban, tukutane nao kule wakiwa katika nyanja mbalimbali, wakiwa wanahudumia taifa letu. Katika nyanja hii ya administration tunafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba watoto wanasoma. Watoto wanasoma. Just recently tulikuwa tumeanzisha hapa hata adult class hapa. We had a learning center hapa Kashani kuhakikisha kwamba hata wale ambao hawakupata fursa ya kusoma wafanye nini? Wapate hiyo nafasi. So we are doing well as an administration, na pia tunahimiza nyinyi wazazi. Ukiona mzazi mwenzako hafanyi bidii, tuko na tuko tayari tushirikiane. Sikia directors, we are ready tushirikiane. Na hata kama kuna mtoto ule amelemewa kabisa, because kuna wazazi pia ambao wametelekeza watoto, we are here. Let us cooperate so that we see huyu mtoto si makosa yake akose masomo, si makosa yake. Tukiona mzazi amelemaa kidogo, let us come forward, help that child. And last year and this year nimespend mimi mwenyewe kutafuta pesa na kwambia nisaidie, director nisaidie nipeleke mtoto shule. Over 100,000. Over 100,000. Kutafuta kwa marafiki, nisaidieni ili nipeleke huyu mtoto shule. And tukifanya hivyo, we will change the narrative, we will change this community. Mbarikiwe sana, ninawapenda na nimeshukuru kwa mwaliko wenu, na mbarikiwe. Thank you so much. Thank you so much. Aliban, tumefunga shule leo. Tutakutana tarehe 3 Januari. Shines
tutaenda mpaka Friday. From there tutakutana na nanyi tarehe 3. There's room for admissions. Let me say, Miss Tabitha, mzazi, kuna kitu chochote unafanyia mzazi wetu kama amekuletea mtoto? Okay, we've been having offers kwa wale ambao wameweza kuzifikia. Wakati unatuletea mwanafunzi mgeni unapewa 500 shillings either in cash or inawekwa kwa school fees yako. Conditions ni kwamba ukishaleta mtoto kwa ofisi hakikisha umetuambia kama ni jina ni Mumba, tunajua ni fulani ndiye amemleta Mumba. Usisubiri mpaka ashaingia shule, ashafanyiwa admission na kila kitu ndio utatuambia kwamba mimi ndio nilileta yule. Hapana. So the offices will be open from today. Tunafunga tu Saturday na Sunday. Sawa sawa? So unapoleta mtoto hakikisha umetuambia ni nani unapata hiyo offer. Kuna yule ambaye mtoto mzima amesoma free kwa sababu ameleta watoto kadhaa. Wewe unataka uache nyuma? Usiache nyuma. Thank you. I think that one is clear. So wacha kwanza niombe radhi kwa kuzima hii mic nikiongea. Nimezima mic ili niongee bila mic kwa sababu moja ama nyingine. Leo mkiona mkutano wetu hatujaufanya kama kawaida. Mnajua kawaida yetu vile tunafanya. Hata makelele tunarukana. DJ nani yule amekuwa haya kuniharibia speech yangu? Unajua mimi ndio nitakufuta hapa. Haya. Nilikuwa nasema mkutano wetu mnaona hatujafanya kama vile tunafanyana. Kuna sababu. Unajua serikali inakuja na mabadiliko kila wakati. Wakati huu unajua KIPSEA, cases wanaendelea na mitihani. Wale wanafanya orals wanaendelea na mitihani yao. Na unajua kuna shule yetu iko hapa karibu. So they don't like disturbance. Serikali haitaki. Ni vile tu tulienda tukawaomba nafasi kidogo, tukasema tutapunguza sauti. Kwa hivyo ukiona tuchangamki sana, si ati tumechoka. Tukiamua hapa hii geti tutacheza mpaka ianguke ama MC utasema. Usianze sasa hivi. So kwa hivyo ndio maana tuko hivi. Hata ukiangalia wazazi vile wako from the other side tulipunguza namba ya kuja. Because lakini we are going to sit down by next year, tutaketi kama wazazi na administration tuone tutafanyaje, because hii kubanwa sana pia si vizuri. Mtu anataka kufanya raha alafu mtu anakuambia ongea pole pole. Sasa unajua hiyo pia haikuji raha sana. So we are going to sit tuone vile tutafanya. But all the same, that one said and done. Nafikiria hiyo mmepata report. Kwa hivyo usione kwa nini leo tuko wachache hivi. Imebidi tu, imebidi. Hata nafikiria umeona askari wawili wako hapa hivi, wale wameona wako hapa hivi. Wanaendelea kutuliza tu, wanaendelea kutuliza. So sio kwa kupenda kwetu. We have to obey the rules. So saa hizi najua kila mtu akili yake, hata nikitangaza saa hizi kila mtu akili yake kwani leo hatukupikia. Kuna chakula utakula tunapoondoka. What I can say is thank you so much for the support that you have. Unapoangalia, najua mimi watoto hao wanapoimba hivi sasa, alafu unasikia mtu anataja Alsons mpaka ninashindwa sasa niseme nini. Because nikiangalia haya majengo hivi unayoyaona hivi, si mimi nimejenga, mimi I don't have money. Hii si mtu atinafanya kazi ati sasa anakuja kujenga. Hizi haya majengo mnaona ni pesa zenu ndio zimefanya hivi. So I cannot say nimejenga ndio sasa nyinyi mkakuja. Wale wanatoka Shines. Nafikiria Shines pale mnajua kale kalimba kako ile kona nyingine. Nilianza shule pale Shines na karibu kamoja na mtoto wangu na wajirani. Madam niliona ni kama ameshikwa na kichaa. Yaani aliponiambia ati anataka kuanza shule niliona kama akili yake imechanganyikiwa. I paid 10,000 rent na deposit ya 10,000. Sasa mimi nikaenda kazini narudi nampata na watoto wawili kwa room. Nasema lakini kama kuna watu wengine wanapenda kula watu pesa za kule ni huyu. So I was like done. Yaani niliona amenimaliza kabisa. Lakini saa hizi ndio naanza kuona sense out of what ladies mnasemekana mna sense nyingine ya sita. Iko lakini iko kwa watu wote, kwa ladies wote. Leo hata kwetu. Kwa hata kwa wanaume hivi. So I thank madam so much.
na kushukuru mbele ya wazazi hapa. Ni yeye alianza hii vision, yeye alianza, mimi nimsupport tu. Lakini nimsupport shingo upande, sikuwa sure kama itaendelea. So sasa hizi ndio nimeanza kuona sense, sasa hizi ndio najiita director, unasemaje? So wacha tufikie hapo na washukuru so much. We want to call it a day and I think it was simple but imekuwa vizuri. Hii kitu kimenifurahisha, at least watoto wamepresent vitu vyao, wameridhika. Najua mtoto akifanya mazoezi hizo siku zote, alafu mwambie serikali imesema uimbi, hata shida umechanganyikiwa na nini. Leo wameimba, hata sisi tusipoongea, wacha tu tukule pilau yetu tupotee. Kama unasemaje? Siko safi. So from there, this kama if you have something you can come, but on behalf of the administration, na washukuru sana. Mambo mengine ni in house, tunaongea mimi na wewe. Siwezi kuanza kukuuliza hapa ile fees yangu balance utalipa lini. Unaona, si hata utashtuka. Sasa hiyo ni in house, tunaongea mimi na wewe wakati ambao unafaa. Thank you so much for sacrificing yourselves. Hata Pastor, asante kwa kukatisha mkutano wako wa town. Tutaenda kesho. Asante. The father to the family, the big family ya Shines na ya Allison's Alibad. Actually wakati anaingia hapa, huwa anasimama kwa hii dirisha. Unaona hii dirisha iko hapa? Wacha leo niwapatie siri. Wakati unaingia hautaweza kuona. So wenye hapo ndani uona kila kitu ambacho kinafanyika. Hata mnapokuja asubuhi na drop mtoto anasimama hapa anajitengeneza uso, kichwa. Wenye hapo ndani hutamuona, lakini wewe ambao uko nje unaonekana. So usually when he comes from the gate, kama watoto wako hapa nje, the whole school wanakimbia, wanamwangukia, wanataka yani watoto wanataka awabebe kila mmoja. So he's a father figure to our children na tunashukuru sana. Wazazi tunawashukuru sana kwa kuja. Vile director amekwisha kusema, tulikuwa na ish tangu jana, hata usiku tukafikiria tuandikie message tuambie situationane na hii kitu, tuangalie hata kama next year, but we really thank God because many people came in handy. I'm told we prayed for 2 hours ni uongo for the session, na wazazi ambao wale tulishirikiana kwa maombi, the MC was praying so much about it mpaka ikafika, we were here mpaka usiku karibu, sijui ilikuwa ni saa ngapi director. So we were contemplating tuache ama tuendelee, but we thank God for the fact that you've come. Na kusema ukweli, huu ni mkono wa Mungu tumeuona. Hii shule yetu imejengwa kwa misingi ya maombi na neno la Mungu, na hakika Mungu ametutendea. La mwisho, jamani, vile tumekuja hivi, tuko na maji kidogo tu. Na hii maji hatuwezi kunywa peke yetu. Tunawaomba tuweze kushare maji pamoja, na tutakapomaliza sasa mnaweza ondoka. Ila tu tutaomba kwamba mtuachie watoto for the group photo hapa. Na kuna wazazi walikuwa wanauliza mambo ya gowns. If you want to take a photo ya gown, we are setting a place for you. Na gown zitakuwa ziko hapo, badilisha mtoto apiwe picha uweze kwenda nayo. Tuko pamoja wazazi. Thank you so much to parents, we love you. We thank you for the sacrifice ambayo umeweza kufanya. Na fikiri tunamaliza, as you prepare Sophie to come, tutaketi hivi tulivyo, maji yatafika mahali ulipo na chakula itafika mahali ulipo. Naomba tuwe watulivu, hata kama muda umeenda, uketi hapo mahali ulipo, chakula itakuja hapo. Tukifanya hivyo, tukishamaliza tutapata maombi, alafu kila mmoja tutawaruhusu muweze kwenda nyumbani. Hizi picha mwanze kuziweka kuanzia wiki ijayo. Tuko na mtandao wa shule, tuko na Facebook ya shule, tuko na TikTok ya shule, na tuko na Instagram ya shule, na tuko na website ya shule. Tafadhali ingia pale, ongea pale, tuma vitu vizuri pale. Let's promote our school. Tuko sawa wazazi? TikTok ni ya shule, Facebook ni ya shule, Instagram alafu na website ambayo ni ya shule. Tafadhali hiyo mitandao yote wacha tuingie pale. Let's support the school. Hii shule si yetu, hii shule ni yenu, na mkijua kwamba imeanzishwa kwa misingi ya Mungu, we are going far.
Thank you so much. Hatutaweza peke yetu, lakini nyinyi ndio mtatuwezesha tuweze kutimiza yale malengo ambayo yaliweza kutufanya tukawa na ndoto hii ambayo imekamilika. Thank you so much. Na mambo mengine in-house vile director amesema tutazungumza pale kwa WhatsApp. Sawa? Tafadhali. Na WhatsApp ya shule tuiheshimu. Tuweke mambo ambayo ni ya kishule peke yake pale. Na kwa sasa tulisema kutoka kwa mikutano kwamba tutafungua WhatsApp ili muweze kuzungumza pale, lakini weka mambo ambayo yanahusu shule. Thank you so much MC. Allow me welcome this little girl, do something here as we prepare food for the parents. We love you so much. Fanya mikono hivi. Mikono yako miwili fanya hivi. Ilete hapa. Aya, wekelea kichwa hapo karibu. That is our hug. We love you. Unasikiaje? Unasikiaje? Wow. Mungu awabariki sana kwa kuja. We thank God. Hata sisi tungekuwa na nafasi tungeimba wimbo. Si tungeimba? Tutaimba. Ukianza kula tutaimba wimbo. May God bless you so much. Naomba mimi nitaombea chakula. Alafu tukiendelea kula kuna yule ambaye atapeana vote of thanks. Naomba tuinuke kidogo, tushukuru na tuombe chakula, then I leave this little girl do something for you. Tunaomba. Mungu ni asante kwa sababu ya wema wako na uaminifu wako. Hakika tumeona mkono wako siku ya leo. Asante kwa watoto wetu ambao wameweza kufusu. Asante kwa wazazi ambao umewaruhusu kuwa mahali hapa kwa utukufu wa jina lako. Mungu asante kwa sheria ambayo imekwisha pita. Tunapoenda kupata chakula cha mchana wakati huu kibariki, kitusaidie katika afya zetu, na ikiwa ni mapenzi yako kaweze kuwapatia wale hawana sifa na shukrani tutakurudishia wewe. Ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Tukae sasa. Director, parents, and my fellow learners, good afternoon. My name is Sophie Favor and I'm going to tell you a speech entitled When Culture is Lost. Celebrating nakedness has never been part of Kenyan culture. Since when did fathers get comfortable walking around the streets with their daughters half naked? Daddy, please. Walking with a 12-year-old daughter with her belly button exposed is not fashionable. It is moral suicide in the name of freedom. But freedom without discipline is total chaos. Parents, do you think that when you see your daughter or son wearing something that is not good or that matches your Christianity, is it good or is it bad? Let me stop there. If you would allow your daughter to enter in the church or choose parlors dressed like that, then do not allow her to parade the same nakedness on the street, because the damage is irreversible. It is a dangerous lesson to your girls and their values. Lies on how much skin they can expose. Dignity, modesty, and respect are the very pillars of our culture. They must not be sacrificed on the altar of modernity. Kenyan fathers are known to value respect more than exposure. No wonder Kenyan mothers tie kitenge to cover themselves, isn't it? True. Any Kenyan girl that walks half naked is never praised. Rather, she gets rebuked by the elders. This is our culture. It makes us who we are. When culture is abandoned, identity is lost. When identity is lost, our nation is doomed. Am I correct or no? Very correct. Very correct. Don't argue with me. I am not your age mate. Thank you very much, and may you have a blessed afternoon.
Pulse Media Trend. Education, entertainment, and promotion.